Jipya ambalo linasema vitu ambavyo maombi yanahitaji ili yaweze kuleta matokeo makubwa. Vitu ambavyo maombi yanahitaji ili yaweze kuleta matokeo makubwa. Unajua, kila mtu anayeingia kwenye maombi kuna matarajio fulani. Awe mwanamke, awe mwanamume, kila mtu anayekwenda kwenye maombi kuna matarajio fulani. Hakuna mtu ambaye anaenda kwenye maombi akiwa yuko nje ya mfumo wa matarajio fulani. Awe ni mimi, mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi, mshirika, awe askofu, awe mtu yeyote yule, anapoenda kwenye maombi huwa ana matarajio fulani. Kwa hiyo nimeonelea baada ya kuangalia katika vipindi vyetu vinavyofuata, na kwa neema ya Kristo, baada ya kuomba Mungu nimepata msukumo ndani ya moyo wangu kukuletea ujumbe huu mzuri na wa baraka sana kwenye maisha yetu. Ujumbe ambao unasema vitu ambavyo maombi yanahitaji ili yaweze kuleta matokeo makubwa. Na pengine walimu wengi umewasikiliza, na walimu wengi wamefundisha, wahubiri wengi wamehubiri kila mahali, makanisani, television na maeneo mengine, na hata pia kwenye makongamano mbalimbali umeweza kuwasikiliza walimu wengi wakihubiri na wakifundisha masomo haya ya maombi. Na kila mtu kwa kadiri ya neema aliyopewa, na kwa kila mtu kwa kadiri ya mafunuo pia aliyopewa, amewahi kufundisha kwa namna moja ama nyingine kwa kina kuhusu maombi. Na mimi pia kama mtumishi wa Mungu katika mwili wa Kristo au katika ujenzi wa mwili wa Kristo, nimepewa kichwa cha somo hili ambalo ninatamani sasa tushirikiane kwa pamoja katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha saa ya kubarikiwa na kuinuliwa na Bwana kutoka pale EAGT Kibamba Mwisho. Na hivi vitu ni vya msingi sana. Nimekutana na watu wengi ambao wengine wanasema nimekuwa nikiomba mchungaji, Mungu anisikii, maombi yangu hayajibiwi. Nimekuwa nikiomba, naenda huku na kule, nimeombewa pia na watu wengi na bado sijapata majibu. Lakini mimi upande wangu kuna vitu ambavyo nimesikia msukumo kwamba hivi vitu vinahitajika ili tuweze kupata matokeo kwenye maombi. Ajalishi umeombewa, ajalishi unaomba mwenyewe au kwenye kikundi fulani mnaomba, hivi vitu vya msingi kuwa navyo kwenye kikundi, kwa mtu binafsi, kwenye kanisa na kwenye taasisi au kwenye kikundi cha maombi. Watu wanapoomba, hivi ni vitu au viambatanisho vya muhimu sana kwenye maombi ambayo yanaweza yakaleta matokeo makubwa katika maisha yetu ya kiroho. Hivi ni vitu vya msingi sana. Lakini hebu tuangalie andiko letu la msingi, andiko letu la somo ambalo tunaanza nalo inatoka pale kwenye kitabu cha Yeremia ule mlango 33 mstari wa 1 hadi wa 3. Na nitasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa kali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ila lithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Na hili ndio andiko letu la somo letu ambalo tunaanza nalo leo. Yeremia 33 mstari wa 1 hadi wa 3. Unaweza ukapata muda mzuri baadaye na ukasoma.